الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zanguni Waislamu, nitaka niongee leo dakika chache kitu ambayo kwenu sio mgeni, inajulikana, iko wazi, wala sio kitu mpya. Kuongea leo ambaye inahusiana upande wa pili katika shahada yetu ya kuingia Uislamu. Muislamu hawezi kuingia Uislamu mpaka atamke ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Hii shahada mbili mimi naongea upande wa pili, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Manake unakubali Mtume Muhammad sallam mtume wa Allah na mtume wa mwisho sallallahu alayhi wasallam. Madama umekubali hivi, manake imeingia katika imani yako. Sasa mimi naongea ndugu zanguni, kitu ina ilaka au connection na imani yako upande wa pili. Sasa hii ni aqida, kila Muislamu anajua, wala kila Muislamu yeyote wanajua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake, lazima amtetee. Lazima mtu yeyote amevunja heshima Mtume sallallahu alayhi wasallam au kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima yeye akasilike. Hii ni yuko katika akida yetu, dini yetu, wala hataki mtu kuweka wazi, inajulikana. Lakini wakati sisi mtu yote anamtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtakao sisi tukasilike, yani tumuoneshe hii kitu hii tumechukia, hii hamsaidii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mungu kamnyanyua juu, Mungu kamba daraja juu sana sallallahu alayhi wasallam, na Mungu kamba sallallahu alayhi wasallam utukufu kuliko viumbe yote duniani. Na Allah Ta'ala vile vile yeye kachukua ahadi ya yote, anamvunja adamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad Allah Ta'ala atamtetea. Mungu anasema innaka fainaka almustahzin, sisi natosha watu wakufanya istihza, anakuvunjia adabu wewe, anakutukana. Mungu anasema mimi natosha kudili nao, mimi natosha kumlipia. Na hii imetokea, na atatoa mfano mingi, akatoa kama 3-4. Na Mungu katika Qur'an anasema innaka fainaka Mungu anasema inna shani'aka huwal abtar, huyu ambaye anakuchukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye amekatika kizazi. Na Mungu katika aya nyingine anasema wallahu ya'simuka minan nas, Mungu yeye atakulinda kuliko, yani atakulinda kwa watu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mungu amechukua ahadi, anamlinda yeye, na yeye anamlibia kisasa yote. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamgusa, Allah Ta'ala atamtetea mtume wake sallallahu alayhi wasallam, atamlibia kisasa. Innaka fainaka almustahzin. Aya nyingine Allah Ta'ala anasema fa inna Allah huwa maulahu, hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mungu yeye atamnusuru, wa Jibril wa salihul mu'minin, na waumini wema, na baada hapo malaika atamtetea, atamsimama na yeye sambamba sallallahu alayhi wasallam. Sasa aya hii na aya mingi katika Qur'ani, fasayakfikum Allahu samiul alim, ni mingi sana katika Qur'ani. Allah Ta'ala kaweka wazi na kachukua ahadi ya yote, anamvunjia adabu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu anatosha yeye kumlibia kisasa. Mtume wao usifanye kitu chochote, mimi takurudisha ile kisasa, na mimi mtamlipia hao. Sasa ndugu zanguni, lakini sisi Waislamu kama naona mtu yote amtukana Mtume sallam, tukasilike, takutumuonesha Mungu sisi tunampenda mtume, hii tumetekeleza sisi amri yako, tumekutii wewe. Alafu sisi Mungu hatujalia tumuone Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuishi Mtume sallam tumuone. Na hii Mungu hatujalia sisi sahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa katika vita, wanakusanya mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile mmoja wao yuko tayari yeye aumie, amchome ile mshare au mkuke au panga, lakini mtume asiumie. Lakini sisi hatutabata bahati hii, angalau wakati kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa njia yote ambayo njia wa amani na usalama, sio njia ya vurugu. Kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili angalau sisi tuingie katika hawa watu wa sahaba wamtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam, wametoa muhanga kwa ajili nafsi yao kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam, angalau tufanane na wao. Shairi anasema fatashabbahu lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu,
angalau umeekti kama umeshinda kukaa kama hawa watu, angalau umeekti, huenda wewe Mungu atakujalia pamoja na wao siku kiyama, ambayo wamtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yuko hai. Na Mungu anasema ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum iqtadi, hawa ambayo Mungu amempa hidayah na wewe fuata njia yao. Ndugu zangu Waislamu, usikizi umezidi, kila kafiri najis anakuja kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameanza Faransa, siwabi wanaandika karikateri, gazeti kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kumbukeni ile jamaa ya Swedish kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaandika gazeti kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemwekea Amerika, kakimbia Amerika, kaenda Amerika, wamemwekea bodyguard, ulinzi ile Waislamu asimfike kwake kumudhi. Lakini wamesahau hao, Mungu anasema ma ya'lamu junud rabbika illa hu, hawajui jeshi ya Mungu ila yeye tu. Sasa ndugu zangu Waislamu, huyu jamaa yuko na bodyguard yake ndani ya gari, yuko msafara, tarehe 10 Oktoba 2021 gari yake imewaka moto, amekufa bale kule Nyanga. Wama ya'lamu junud rabbika illa hu. Ndugu zangu Waislamu, mitokea wiki mbili hii mwanamke ya Hundusi ni najisa, ni khabitha, ni anaongea kwa niaba wa chama anatawala India kule, kamtukana Mtume Muhammad sallam na mametu Aisha radhiyallahu anha wa sallallahu alayhi wasallam. Kumtukana Mtume sallam na Aisha hawezi kushusha Mtume sallam nani utukufu wake kama Mungu. Waarabu nasema kalbun nabaha qamara, umbwa kambigia kelele mwezi. Ndio nini mfano hiki Arabu? Wanasema Waarabu, mwanamke alikuwa anaye umbwa alikuwa nyumbani, anapiga kelele usiku. Mwanamke mtoa nje, kaona mwezi, na mwezi umekamilika 15 16 kubwa, eti anafikiri hii mkate au chapati. Sasa mbwa yuko ardhini chini hapa, kaona mwezi yuko juu, ndio anafikiri chapati atafika wapi na hii mwezi chapati? Na mbwa yani ile ni nani, chura, frog, anapiga kelele karibu na bahari. Je, mawingu ile bahari hii ana habari naye? Hana habari naye. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja yake kubwa sana. Au wanasema ulama, kama umbu kaja kashuka katika miti wa mtende, wakati umbu huyu utakuondoka, kaambia mtende, mimi bana miti, mimi nitakuondoka, umshike vizuri, mimi hatari mzito, nataka niruke. Sasa hii miti kashangaa, sema ndugu yangu umbu, wakati wewe unashuka juu yangu mimi sijahisi, je wakati wewe unaruka taisi wapi? Sasa hao tukana Mtume sallam ni mathali yao hivi, wala hawezi kumshika Mtume sallam heshima yake. Na lakini sisi takia Waislamu tumuoneshe Mungu tumekasirika mambo hii, ile tuoneshe Mungu sisi tumejitahidi kumlinda heshima ya Mtume sallam, ila Mtume sallam Mungu kamlinda, yeye atamlinda, yeye atamlibia kisasa kama nimesema. Natoa mfano 2 au 3 Mtume sallam katoa mingi sana, 100 nafika. Mfano 2 3 Mtume sallam watu wamevunjia adabu Mtume sallam, amemtukana Mtume sallam na Mungu kamuonesha. Kwanza mzungu tumetaja tarehe 10 Oktoba 2001. Mingine alikuwa mtu mmoja muamesilimu, alikuwa katika watu wa katibu, anaandika kwa hadithi kwa Mtume sallam, baadaye kaingia Ukristo. Alikuwa anamtukana Mtume, anasema Muhammad hajui kitu chochote, hajui kusoma, hajui kuandika, alikuwa hivi anamtukana Mtume sallam matusi mbaya. Baadaye kafa huyo jamaa, watu wake wamemzika. Usiku asubuhi wanakuja wanaona jamaa yuko nje ya kaburi, kama mtu amemtoa weka nje. Wasema Muhammad na watu wake wamemtoa, wametena kwenda kuzika tena, amechimba tena kindefu. Siku ya pili yuko nje mwili. Baadaye sema tuweke walinzi, wameweka walinzi wanaangalia mwili yuko juu. Asema hii sio Muhammad, ni muujiza ya Allah. Maana amtukana Mtume sallam, Mungu amemfadhihisha. Ardhi ameshinda kumbokea, amemtema. Wallahu ya'simukum minan nas innaka fainaka almustahzi'in. Sadaqa Allah.
Kisa nyingine anataja al-Imam al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi, anasema iko mtu katika nchi Mongolia au karibu na China hii, walikuwa na dini ya Budhi. Sasa Holako huyu ilikuwa mke yake Mkristo, kaamba nafasi watu wa kusambaza dini ya Kristo awaje kusambaza dini yao kule, mahubiri hao wameingia kule. Nito Maghul Kiarabu, nchi nito Maghul, Mongolia, nafikiri kama umetamka vizuri. Sasa hao umetangaza wasambaza dini yao. Sasa katika ufalme ya Holoko hii, moja katika waziri wake amesilimu. Siku moja amefanya sharehe, wamekuja hao mabadri, mmoja wao kasimama ameongea kumbongeza hii ujamaa ameingia Ukristo. Amefanya sharehe kubwa, ameanza kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko kule mbwa dok kakata kamba, kaja kamvamia ujamaa. Kuja watu umemtoa, amemuumiza lakini hajafa. Watu wasema muona huyu wewe umemtaja kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imana huyu mbwa hii ni anakulibia kisasa. Wama ya'lamu junud rabbika illa hu. Alafu ndugu zanguni asema hapana, mimi nimekata sasa mkono hivi, hii mbwa anafikiri mimi nampiga, lakini hamtetei Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hamjui mambo. Karudia tena kumtukana Mtume sallam tena vibaya, alayhi la'natullah. Huyu mbwa kakata kamba mara ya pili, kamshika shingo haba kamua. Watu 40,000 bale wamesilimu. Hii Mungu anamtetea Mtume wake sallam. Ya mwisho ametaja Ahmad Shakir al-Muhaddith al-Masri rahmatullah alayhi, amekufa 1958, kwa muhaddith alim. Anasema siku moja wamehudhuria hafla hakimu wa Misri wakati ile nafikiri Jamal Abdel Nasser, anaamba tunzo mtu anaitwa Taha Hussein, alikuwa kipofu huyo, anaamba tunzo, na huyo kabata fursa ya kusimama kuongea mbele ya watu, na huyo anasema alikuwa shekhe, Mungu amempa balagha ya kuongea. Kasimama kule, anataka huyu mheshimiwa rais amkaribishe, amba kazi, ambe hela, anataka kutengeneza kitu fulani ile mheshimiwa rais amkaribishe, ambe, yani amsaidie abati mambo ya dunia tu. Kasema huyu anjaahu al-a'ma fama abasa wa ma tawalla. Sema rais wetu huyu mtukufu, wakati amekuja kwake mtu kipofu hajakunja uso na hajaamba mgongo. Haba tayari anaamba dosari Mtume Muhammad sallam katika aya abasa wa tawalla anjaahu al-a'ma. Anasema Ahmad Shakir rahmatullah alayhi, nimeona huyu mtu anaongea vizuri, anataka aonekane, apate mali, apate kwa karibu na wa kiongozi. Nimeona asema katika misikiti wakubwa ya Cairo anashika viatu ya watu wanaamba senti na ameshadalilika. Namalizia Utba bin Abi Lahab, katika hadith kabisa na wasira imekuja Ibn Kathir ametaja, ni kisa sahiha. Anaenda babake Sham safari, kawaambia baba, mimi siendi safari baka nene kumtukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenda kumtukana Muhammad sallallahu wazi mbele yake. Mtume amekaa, Mtume afanye kitu chochote hadi kisasa. Limadha? Lana Mungu asema innaka fainaka almustahziin, hawa kufanya wewe istihzana na kuvunjia adabu, mimi natosha kumlibia kisasa. Akakimya, asema mimi nakufuru na Mola wako, kamtukana matusi kali. Mtume kanyanyua mkono asema Allahumma sallit alayhi kalba min kilabik, Mungu msalitishie huyu mbwa katika mbwa wako. Abu Lahab anajua, asema mimi na waswasi Muhammad dua zake hii ni makbul, Mungu anakubali. Katika safari mlindeni mtoto wangu, wakati amelala njiani wamwekea mlinzi kali ili asibate madhara. Anajua Mtume sallam dua yake ni makbul. Wamelala usiku manane, ameingia simba kachukua beki yake huyu amla. Wama ya'lamu junud rabbika illa hu. Ndugu zanguni, tumuoneshe tumekasirika kwa njia yote, hashtag, Facebook, njia yote ambayo ni sahihi, lakini sio njia ya kufanya vurugu
na kuvunja amani ya nchi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.